Rijiji. Itakuwaje? Mambo vipi na karibu sana kwa The Story. Wewe unaendesha? Yeah, Kiti. Unajua mimi ni mtu wa masauti. Yeah. Mwanaume ni sauti. Mwanaume ni sauti. Yeah, as in ukisikia ukienda kwa mwanaume usikie kwi ujue anakata mbao. Yes. Anakata mbao. Fundi wa mbao. Yeah, na sana. Hata unajua story inafanya nijiulize. Yaani Yesu lazima angemchagulia fundi wa mbao. Imagine. Akuwe baba yake. Yeah. Ama ndio atusafisha rada. Lazima. No. Lazima angekuwa fundi wa mbao because he was nailed on the cross. For those who are wondering kama alikuwa na mtu, he was nailed on the cross. Yes, and of course host to the most, Mr. Wamiti, speaking of nails and carpenters. Yes. And sticks and stones can never break the story because tuko na Wamiti. Na mimi unajua wakati tunamaliza maisha ya hapa duniani tutawekwa ndani ya masanduku. A match made in heaven. Unajua pale sanduku inakuwa inaitangwa sanduku. Ushajiuliza kwa nini mtu akishaaga sasa inakuwa jeneza? Ngoja. Ikiwa empty ndio sanduku. So unasema mimi ni empty debe. Sawa. Yeah. I'm your host JB Majeneza. Na mimi wa Majeneza. Wa Forest. Vile inafaa. But thank you so much Mazema, subscribe. Asante pale kwa YouTube, pale kwa ma X, vile inafaa kwa TikTok, kwenye YouTube, The Story. At JB Masanduku, at Wamiti the brand. Kabisa. Na of course a big thanks to the Clarion Hotel kwa kuweza kutupatia nafasi ya kuweza kufanya The Story ndani ya the hotel. By the way, huku ndio mambo yote. The Serenity, mambo yote iko shwari, au sio? Kabisa. Let's tuingie ndani ya story. Na recently kumekuwa na one of the close allies of the President William Samoei Ruto, na ndio the majority leader pale ndani ya the parliament, Kimani Ichung'wah aliweza mimi huyo mtu ninampenda sana. So budaki aliweza kupass, and of course a burial ili happen. Na of course the president aliongoza the delegation kwenda kupatiana their last respect to mzee Ichung'wah mwenyewe. Na wakati of course sasa kwenye speeches pale the president he took his time kwa sababu recently tumeona Ichung'wah amekuwa akitumika sana kuambia the naysayers, wale wanaitangwa the naysayers, wale ambao support serikali. Sasa ni ile say nay, the nay ni hadi ni ile sound ya farasi. Kafikiria naysayers ni ile say I say nay. Okay. So tuendelee tusiendelee. So pale the president took time. I think hajaipata nafasi ya kuweza kumshukuru Kimani Ichung'wah. Kwa hivyo alipochukua podium, unajua president ni anafunga mambo yote kabisa kabla church ichukulie. Akaweza kusema if there's a man who has taken bullets on my behalf, this gentleman, this guy. This hivyo angekuwa ile generation yetu. Angesema this guy my guy, you guy my guy, you guy my guy. Ni mtu wangu Nguyas. Ama mnaona aje? Ama namna gani? Ama mnasemaje? Si kweli jamani? Mnasemaje? Sasa si hata nyinyi mnajionea. Kabisa. Na akasema hivyo, but what caught our attention hapa ndani ya the story ni kuhusu maisha wakati theology ilikuwa inasomwa ya mzee Ichung'wah. Kuna mahali ambapo mambo ya X iliingililia. So in short walisema mzee Ichung'wah alikuwa na Gachagua. I like this man. Na azoti Gachagua peke yake? Gachagua. How many children? Chuga sana. Hakuwa na chuga. No. Alichugwa. Hakuwa na chuga for what? So the president will make your remark. Wakati in his speech
Akasema wakati maneno ya X ilisemwa hapa, sasa ako pale kwa podium. Wakati maneno ya X ilisemwa hapa, Rachel bibi yake walikuwa na the first lady. Madam Rachel Ruto. Sema wakati walianza kusema maneno ya X, bibi yangu alijaribu kunitazama, lakini na mimi nikaamua kukaa ngumu. Wewe unajua naangalia. Naangalia. Unakuwa na side mirror by the way. Lazima ukuwe na macho ya kando just in case. Unaona just in case macho ya kando, usikuwe na mpango wa kando. Ama namna gani? So president akasema Rachel alijaribu kunitazama, nikakaza macho, nikaangalia mbele. Kabisa. Alafu akamalizia kusema lakini si unajua Rachel mambo yangu iko wazi. Unajua umesema yeye hafichi. Hafichi. Unajua ukiwa na umaskini ndio unafanyanga kuficha mambo. Bro. Kama iko. Kama iko? Ni kweli yako na akuja. Umwa kuna time alikuwa na kesi. Watu wakaenda wakasema ni ukweli. Akuje mimi nitalea. So unajua hata mimi nikiingia hapa Clarion. Kwa reception na wapanga kila mtu na flow yake. Kwa reception wakipiga, ni mgani? Ule fupi nono round. Ako fourth. Huyo akuja kwa gym. Na Wakenya wana comment. So of course Wakenya na comment wanasema, kuna mwenye anasema Mama Rachel is ever humble. The best of the best. Some could have forced the press so that you tell us you have one wife. You remember the Kibaki? Na mimi nasema ya kwamba niko na bibi mmoja tu basi. One wife. Hiyo ni mafi ya kuku. I only have one wife. Kabisa. And at least finally mtu amecomment. Unajua by the way Kasongo amekuwa under hit sana. Sisi sema under hit juu ya story ya watu wengi. Ni fire si fire. Ni fire si fire. Speaking of which mwingine akasema at least tumeona the funny side of Prezzo. But must Kindiki always laugh in soprano? Bado wajua alikuwa hapo. Alafu sijaielewa wakati president anaongea. Kuna vile Kindiki ucheka. Unaona ile anataka kuonyesha ndio nimecheka vibaya lakini nacheka kwa heshima. So anachekanga. Inakuanga hivyo by the way unajua mdosi wako aki make joke ama in their head akifikiria ni mfani unacheka. Unacheka. Juu sipo. Na unajua kuna vile kuna kumchekelea na kuna kucheka pamoja na yeye. So unaona kama for example laughing with me and laughing at me. So vile for example our director anakuanga na majokes dry. Tusipocheka next week amna the stories. Unaona so tuko oh my god that's funny, oh my god our boss is funny. So hivyo ndio Kindiki anafanya. Anakuwa ameuma nje. Akitupiga mapicha hapo akisema 1 2. Mungu ni mwema. Hiyo story tutawapatia one of these fine days. So hivyo ndio maneno imekuwa. Kuna mwenye anasema amesema now this is interesting. Now Kasongo has decided instead of being a joker, he can now officially become a comedian. All right. So pia wewe tuandikie maoni yako, but it takes a man kukubali vitu zingine. You know? And kuna mwingine amesema from a chicken seller to the president. Of course he has collected many eggs along the way. So wisdom of the day. Wisdom of the day. Ni ile unasikianga tajiri yako na butchery kama 20. Nilianza tu na kichwa tu. Na kichwa tu moja ya mbuzi. Kichwa na sasa ako na the rest is history. Anakula nyama. Nyamaza. Pole. Thank you very much. Nyama. Unajua sasa hata ukiwa na butchery unasema nyama. Ya mbuzi. Ya ng'ombe. Ya customer. Hiyo tunanyamaza. Sawa. Ya forex.
Ya forex ni noma. Unajua ina mfupa. Na unaikula kinyume nyume. Yeah. Kwanza unajua nyama ya forex unakaa ukiwa umeketi kitako. Huwezi kula kama umesimama. Unaketi kitako unakula nyama ya forex. So tunaweza sema tunaweza achia watu wa forex. Ile msemo inasemanga maskini akipata matako ulia mbwata. Kabisa. Anyway, thank you very much for watching the story. Yes. Keep your comments coming, keep sharing pale ndani ya YouTube, Facebook, TikTok, The Story. Na pia pale X, The Story. And of course, thanks to the Clarion Hotel for always having us. Na pia utaona hiyo video ya mandhari. Kabisa. Ya hapa. I've been your host, Wamiti the Brand. And JB Masanduku. Ati sawa tuongee. Ati forex unaikula kitako. Ukiwa umekaa kitako. Ulijulia wapi? Mimi nilijua kuna mwingine. Ulijulia? Mimi kuna lunch nilikuwa nimepelekwa. Alafu sasa ule mtu wa forex akaangusha hivi simu akasema nimchukulie. Unafika kwa nini ile gari niko nayo? Nikachukua hivi. Ati oops. Umeangusha phone. So hata swali yangu ni kwa hiyo mkutano uliambiwa uketi kitako? Maze. Alafu nikaambia pia nisimamisha. Nisimame tuende. Unajua Kenya nasikianga forex. Ukiwa ienda kwa choo. Bale unajua advantage ni nini? Unajua si kila kitu iko na disadvantage peke yake. Advantage yake ni speaking of experience. Squeezy. Acha kunishika. Sina pressure kufuta inatoka tu peke yake hivi. Hello. Rijiji